Wakati huu nilipokea simu yangu kutoka kwa rafiki yangu Ripota Lina. Alinipigia akaniambia, halo Shaib, ni kuhusu lile swala ambalo umeniambia ni kufuatilie kuhusu kiwanda cha Louis Clothing. Nikamwambia ndio, niambie umepata taarifa gani? Kaambia kutokana na taarifa ambazo nilizonazo hapa, kiwanda kilifungwa miaka mingi iliyopita, lakini kuna baadhi ya wafanyakazi ambao nimefanikiwa kupata nyaraka zao za kazi na ID zao na tumeweza kuallocate wanapokaa. Kwa hiyo tunaweza tukafanya nao mawasiliano ili tupate kuwasiliana nao. Wanaweza katupa direction halisi ya nini kilimtokea mama yako. Yaani tunaweza tukapata taarifa halisi kwamba ni nini kilimtokea mama yako. Nikamwambia sawa, ni jambo zuri, basi tufanye mpango tuweze kukaa chini na kuongea na wafanyakazi hao. Rafiki yangu Lina akaniambia sawa, hakuna shida, nafanya mawasiliano nao, lakini nitakujibu baadaye kama wakikubali tukutane nao na lini tukutane nao. Nikamwambia sawa, asante. Hii ni sehemu ya pili. Hii ni interview ya pili ya simulizi yetu inayokwenda kwa jina la Una Sura Mbaya. Ilipoishia ni Shaibu anajaribu kutaka kujua, je, ni nini kilimtokea mama yake? Ni nini kinachofanya ndugu zake mama yake wasio na uhusiano mzuri sana na mama yake? Na kwa nini wanasisitiza sana kwamba mama yake Shaibu ana sura mbaya? Ni nini kinafanya waseme kwamba Miss Mary ana sura mbaya ama mama yake Shaibu ana sura mbaya? Hii ni interview namba 2 ya simulizi inayokwenda kwa jina la Una Sura Mbaya. Okay, ilipofika mchana siku inayofuatia, nilipokea simu kutoka kwa Lina. Akaniambia nimefanikiwa kupata mawasiliano na wale wafanyakazi na wameniambia wako tayari kuongea na mimi. Nimewaambia pia nitakuja na mwandishi mwenzangu, kwa akaniambia hakuna shida. Kwa hiyo tunaweza tukaonana nao leo jioni katika mgahawa wa pale kati mjini. Nikamwambia basi hakuna shida, mimi niko na muda tele tu, itakuwa sawa sana kama tukaenda kuonana nao. Basi nikafunga virago vyangu mapema tu, nikasema inabidi nikaonane na wafanyakazi hawa, huenda ndio ikawa njia yangu ya kwanza ya kuweza kupata ufunguzi ya kwamba ni kitu gani ambacho kilimkumba mama yangu na niweze kufungua hizi vitu ambavyo vinanichanganya sana akili yangu. Nini kilitokea kwa mama yangu sana? Okay, tulipofika kwenye mgahawa, kwa bahati wale wazee walikuwa ni watu wa muda. Unajua wazee wa millennium walikuwa wameshafika kwenye mgahawa ule. Walikuwa ni wabibi wawili pamoja na babu mmoja. Walikuwa wameshaenda age kidogo, ni wazee wa rika. Kwa maana nasema kulikuwa na wabibi wawili na babu mmoja. Na nilipofika pale, Ripota Lina ndio alikuwa kwanza kuongea. Akajitambulisha, samahani wazee wangu kwa kuwachelewesha, lakini mimi naitwa Ripota Lina. Huyu ni mwenzangu, mwandishi mwenzangu anaitwa Shaibu. Usijali binti, hii ni sehemu yetu ya kujivinjari na poa muda mwingine. Kwa hiyo hakuna shida yoyote, sisi tulikuwa patokea muda tu. Nyie mmekuja kwa muda sahihi. Asante mzee wangu. Basi ningeomba nipate majina yenu sahihi kwa sababu nisingependa kutumia majina ambayo nimeyapata kutoka kwenye nyaraka zenu za zamani. Naomba uanze mzee wangu hapa, aliongea Lina kumwelekezea mzee aliyeanza kutujibu mara ya kwanza kabisa baada ya kufika pale mgawani. Mimi ninaitwa mzee Richard. Mzee Richard, mmoja kati ya wafanyakazi kwenye kiwanda cha Louis Clothing. Akafuatia bibi wa kwanza kuongea. Mimi naitwa Madam Dao. Madam Dao ndo jina langu, hakuna jina lingine, ni Madam Dao tu. Kisha akaongea bibi mwingine wa mwisho ambaye ilikuwa ni mkime kidogo. Mimi naitwa Miss Rema, ndo majina yangu, hakuna mengine, Miss Neema tu. Wazee hawa walikuwa na usiri kidogo katika kutoa taarifa zao.
kwa sababu labda walihisi kuonana na waandishi kunaweza kukawa na tafaruku kidogo, mnaelewa. Basi Lina akasema, mimi ni mwandishi kutoka katika TV na tumekuja hapa na mwandishi mwenzangu kwa sababu kuna ripoti tunaifuatilia. Kwa hiyo ningependa kupata ushirikiano wa kina kutoka kwenu ili nipate taarifa sahihi kwa ajili ya kuandaa ripoti yetu. Nafikiri niko sawa na nyie wazee wangu. Mzee Richard akadakia, hichi ni kipindi cha TV? Ni muda mrefu sana sijaonekana kwenye TV. Itakuwa ni wakati wangu sahihi wa kukaa vizuri. Vipi Madam Dao, kwani nimevaa nguo nzuri? We mzee nawe, hapa tumekuja wa vijana wa watu na kazi zao. Sasa tuongee vivyo tuleta tuondoke. Jamani vijana, tuongeeni haraka, huyu mzee hamtaweza soga zake. Madam Dao alimsimamisha ule mzee kwa sababu mwenyewe aliona tu ameshaanza kupiga soga zake ambazo zisingetufikisha mahali. Hakikunileta hicho muda huo nilikuwa nataka kupata majibu ya maswali ambayo nilikuwa nayo muda mrefu. Ripota Lina akaenda direct kwenye pointi. Akasema, tunayo taarifa au nahisi mnayo taarifa ambayo mmeisikia hivi karibuni kuhusiana na mwili uliopatikana katika milima ya kaskazini. By the way, sio mwili, ni mabaki ya mwili yaliyopatikana katika milima ya kaskazini. Mabaki gani hayo? Mzee Richard alikuwa kwanza kuuliza kwamba kana kwamba hajapata taarifa hiyo. Ilibidi mimi niingilie kati kwa sababu uliona kama Lina anazunguka mbuyu. Nikamwambia, samahani mzee wangu, ninataka kujua kama unamjua mtu yoyote ambaye mlikuwa ukifanya naye kazi anaenda kwa jina la Maria Octavius. Kidogo mzee Richard akashtuka. Maria Octavius? Maria Octavius huyu ambaye namjua mimi, au unamwongelea Maria Octavius mwingine? Lakini wakati huo kabla mzee Richard hajamaliza kuongea vizuri, Madam Dao naye akadakia hapo hapo. Subiri kijana, unamaanisha Madam Octavius yule Bibi Kisura? Bibi Kisura? Hili lilikuwa ni jina la kwanza nalisikia latajwa tangia nianze kufanya uchunguzi wangu, kwamba mama yangu alikuwa anaitwa Bibi Kisura kwa jina lingine, ama nisijapata vizuri hii taarifa. Nikamuuliza Madam Dao, Bibi Kisura, kwani Bibi Kisura, kwa nini mlimuita Madam Octavius Bibi Kisura? Kama niko sahihi, Madam Octavius unayemsema wewe alikuwa ni mmoja wa wafanyakazi wenzetu, tulikuwa tunafanya naye kazi na tulimuita Bibi Kisura kwa sababu kwa kweli sura yake ilikuwa ni sura ya kipekee. Yaani ni wale watu wenye sura personal. Usema ukweli, ilikuwa ni sura mbaya. Yaani ni sura ambayo haielezeki, lakini ilikuwa ni mbaya sana. Madam Dao, acha. Kama ni Madam Octavia, kama ni Miss Octavius huyo, muache. Umetaja kwanza jina tu na umetaja binti Kisura, imenifanya nijihisi kutapika kwa sababu jinsi ile sura ilivyokuwa ilikuwa ni balaa tupu. Usinikumbushe jamani, ni miaka mingi imepita, lakini ninahisi kutapika hilo jamani. Muda wote ulikuwa kama mapicha yanatembea. Yaani ubaya gani huo ambao alikuwa nao mama yangu hadi wafanyakazi wenzake tu wanauongelea kwa namna hii? Yaani kutaja jina lake ni kana kwamba wameiona sura yake ikitokea kwenye macho yao. Like, what is going on here? Okay, nikasema sawa, nisizunguke sana, nikaenda direct to the point. Sawa basi, hakuna shida wazee wangu. Mimi ninachohitaji ni kupata walau picha ya huyu Maria Octavius kwa ajili, ukweli ni kwamba Maria Octavius ni mama yangu, na nilipigiwa simu na polisi kuambiwa kwamba wamepata mabaki ya mwili wake kutoka milima ya kaskazini, na hakukuwa na hata trace ya picha, sababu hata kitambulisho chake kilikuwa kimeharibika upande wa picha yake. Kwa
nimeshindwa kumuona na sina picha ya mama yangu, wala sijawahi kumuona tangia nizaliwe. Kabla simaliza kuongea tu, Madam Dawa alidakia, ni heri hata hukumuona na hutatamani hata kumuona, kwa sababu unaongea sasa hivi, ile sura ukiiona hutatamani hata kuiona. Ni sura ya ajabu sana, sio sura ya kuiopea kuiona, sio sura ya kuitafuta kuiona. Mjukuu wangu, nakwambia. Nikamwambia sawa, naelewa mnayoongea, lakini yeye ni mama yangu, kwa hiyo inabidi nipate njia yoyote ya kuweza kuiona sura yake, kwa sababu ni mama yangu. Lakini muda wote huyo Madam Neema alikuwa amekaa kimya, na akaamua basi na yeye achangie mada, kwa sababu akaona kama anaachwa nyuma. Hivi na nyie, mbona mnakuwa kama mnazunguka mbuyu? Kama Maria Octavius amekutwa mlimani amekufa, hiyo yote na uhakika inahusiana na bosi wetu. Inahusiana na bosi wenu tena? Lakini hapo hapo Mzee Richard akaingilia, wewe Neema, na wewe nini? Tushakubaliana hakuna kumtaja bosi wetu katika hili, hasa ukimwongelea huyo mwanamke. Utamhusishaje binti kisura mtu kama yule na bosi wetu? Hivi hujui kama bosi wetu ndio alikuwa atusaidia sisi wakati tuko vijana? Hujui yeye ndio alikuwa anasaidia chakula chetu, anasaidia malazi yetu, hata nguo zetu, licha ya kwamba tulikuwa tunamfanyia kazi? Wema wote ule unataka kusema nini? Yule alikuwa ni bosi wetu. Hata kama alikuwa ni bosi wetu, lakini lazima ana kitu cha kufanya na kifo cha Maria. Kwani nyie hamkuona mwisho wake? Hamkuona hadi Maria anaenda kupotea kitu kilicho kinatokea? Jamani, mimi muda wote alikuwa ni mabishano ambayo alikuwa anazidi kuniletea mapicha kichwani. Sikuelewa ni nini kinaendelea. Wanaongea ni kama wanarushiana maneno, lakini mimi sielewi ni kitu gani ambacho wanakiwasilisha hasa. Madam Dao akaingilia katikati ya mazungumzo. Basi kama bosi anahusika, mimi na uhakika chanzo kizima kilianzia kwa Miss Deborah, kwa sababu yeye ndo alikuwa ni mtu wa karibu sana na Maria Octavius. Kijana wangu, kama unataka kupata ukweli wa kilichomtokea mama yako, ama mikasa ambayo ilimfanya mama yako afukiwe huko katika milima kaskazini, ni vizuri ukaonana na Miss Deborah. Yeye ndo anaweza akajua kitu ambacho kilitokea, lakini sisi hatujui, nalo tukaongea mengi. Nilipigwa na butwaa kidogo kwa taarifa hizi, kwa sababu ni kama watu wanaojua kitu kinachoendelea, lakini hawataki kunipa habari ambayo nataka kuijua. Wote hawana picha ya mama, wote wananipa habari mpya ambazo sizielewi. Kumbuka baba yangu aliniambia mama yangu alinikimbia nikiwa mtoto, kwamba nilipozaliwa akakimbia. Baba yangu alikuwa kipofu labda, lakini sijui kitu ambacho kilifanya mama yangu akimbie. Stori ninazokutana nazo huku ni kwamba mama yangu alikuwa na kisa na bosi wake wakati wako kazini, lakini sio kisa na bosi wake tu, kuna kitu ambacho kinaunganika na mfanyakazi mwenzake Miss Deborah. Mpaka sasa sijapata kukutana na Miss Deborah. Kwani Miss Deborah na mama yangu walikuwa na uhusiano gani wa kufanya hadi mama yangu akutwa mzikwa katika milima ya kaskazini? Lina akaamua kuingilia kati, kwa sababu mimi nilishindwa kupata maneno ya kuongea na wale wazee kwa muda ule. Nilikuwa kama nimepigwa na bumbwazi. Asanteni wazee wangu, asanteni sana kwa taarifa zenu. Tumezichukua vizuri na nafikiri zitatusaidia katika kutengeneza ripoti yetu. Nashukuru sana kwa kuwa mmekuwa chanzo kizuri sana cha taarifa kwetu. Mzee Richard akaongea, kwa hiyo ripoti niipate saa ngapi? Kwa sababu sijaonekana kwenye TV muda mrefu na nitakuwa na wajukuu zangu, nataka wanione kwenye runinga. Wewe mzee, na wewe mzee wa ovyo, mambo gani haya kujaibisha mbele ya watoto wadogo? Kuonekana kwenye TV nawe ni kitu cha kulilia? Tulia huko bana. Binti, tunashukuru sana kwa muda wako na tunashukuru sana kwa kupata taarifa kutoka kwetu. Ukitaka kitu kingine utawasiliana na sisi tu.
lakini sisi tunaona ni muda wetu umefika kuondoka. Madam Bao aliongezea pale maneno baada ya mzee Richard kuendelea kuleta suga zake, na kisha wale wazee wakasimama na kuondoka, akatuacha pale mgawa. Mimi nikabaki na ripota Lina. Lina akaniambia, usiofu Shaibu, ili swala tutaenda nalo hatua kwa hatua hadi tujue nini hasa kilimkuta mama yako. Inabidi nifanye mawasiliano na nifanye utaratibu ili kumpata Miss Deborah, kwa sababu yeye ndo anatakiwa tumhoji katika hatua yetu inayofuata. Huenda akawa ndo anajua chanzo ni nini ambacho kilimtokea mama yako hadi akakuta mafikio katika milima kaskazini. Hii simulizi is so diabolic. Ni simulizi ambayo imejifunga sana, inahusisha mambo mengi. Natumaini huko mbeleni hizi kodi zitafunguka, kwa sababu Shaibu anatupa matukio kwa mpangilio ambao wanaona ni sahihi. So mwenyewe kuna vitu ambavyo naviona bado ni gumzo kwangu, lakini natumaini huko mbeleni hizi kodi zote zitafunguka. Kutoka mama kumkimbia mwanaye Shaibu hadi kupata taarifa kwamba huenda hakumkimbia, kwa sababu sasa hivi tunaposema vitu kadhaa kwamba huenda kuna vitu vilitokea kazini kwake, ama kuna kitu ambacho kinahusiana na Miss Deborah ambaye alikuwa ni rafiki wa karibu na mama yake Shaibu, kwa sababu ndio Madam Neema anadai kama alikutwa na swala lote kuhusu bosi, basi Miss Deborah anahusika. Hayo yote nafikiri tutapata kuyajua katika kipande kinachofuata, interview namba 3. Hii ni simulizi inayokwenda kwa jina la Una Sura Mbaya.